Unayetutazama wakati huu, niko na mbobezi wa masuala ya kiuchumi Mr. Nalola, na mie ni Jim Junior, na leo tunaenda kujadili hali ya kimaendeleo katika mikoa ya kusini. Nazungumzia Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Mr. Nalola, habari za wakati huu? Salama. Ndio. Mr. Nalola, katika mikoa ya kusini, Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma, ni mikoa ambayo ina utajiri wa rasilimali nyingi sana. Nazungumzia gesi asilia, migodi ya madini, bahari, kuna mto Ruvuma pia, lakini pia watu wake wanajishughulisha na vilimo vya kibiashara. Nazungumzia korosho wanalima, ufuta pamoja na mbaazi. Lakini licha tu ya rasilimali hizo zote hizo kuwepo kusini, lakini ni miongoni mwa mikoa ambayo inatajwa kama ni mikoa ambayo iko chini kimaendeleo. Unadhani shida ni nini hapo? Kwa nini mikoa hii iwe chini kimaendeleo ili hali ina utajiri wa rasilimali hizo za kutosha? Okay, shukrani. Ni kweli kabisa. Tukiangalia katika mikoa ya kusini ikiwemo Mtwara, Ruvuma pamoja na Lindi, kuna utajiri mkubwa sana. Kwa mfano tukiangalia katika mkoa wa Mtwara, tuna gesi asilia, vile vile kuna zao la korosho, kuna utajiri wa maji, yanamaanisha bahari, pia tuna bandari na kina kirefu kabisa, natural harbors, ambayo kwamba meli inaweza ikakaa kwa ufanisi na ikapakua mizigo kwa ufanisi na pato kubwa likaingia katika nchi yetu ya Tanzania. Hapo shida ni kwamba siku zote wanasemaga Waswahili, mti wenye matunda ndio upigwa mawe. Tukiangalia katika mikoa hii ya kusini, kwa hiyo tukiangalia katika macroeconomics na microeconomics, yani hapo namaanisha uchumi mkubwa na uchumi mdogo. Tukizungumzia microeconomics ni ule uchumi ambao wa mtu mmoja mmoja. Tukiangalia katika mikoa ya kusini, raia wengi sana wanapitia maisha magumu, wana experience sana maisha magumu. Ni kwa nini? Hiyo ni kwa sababu ya ubinafsi wa viongozi. Labda tuseme ubinafsi wa viongozi, kwa sababu ukiangalia katika nchi za wenzetu wazungu kule hawana rasilimali kama za kwetu, lakini kwa nini hata wananchi wao wanaishi maisha mazuri? Ni kwa sababu gani? Wana uongozi mzuri, yani wanajali maslahi kwanza ya wananchi, tofauti na nchi zetu. Na ndio maana hata kama ulifuatilia Rais Donald Trump wa Marekani alipokuwa anaapishwa, Trump alimwalika Traore na watu walimuuliza kwa nini alimwalika. Alimpa mwaliko Traore katika uapisho wake. Trump alitoa kauli, alisema kwamba Traore katika marais wa Afrika au viongozi wa Afrika wanaojitambua pamoja na Traore, kwa sababu Traore anaangalia shida za wananchi wake kwanza, tofauti na shida zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ina maana kwamba viongozi wengi wa Afrika au wa Tanzania wanatanguliza matumbo mbele. Tunarudi kule kama tulivyozungumza. Pia tukiangalia kwa mfano tukilifaa wakati wa Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, korosho kipindi kile Marekani ilikuwa inanunuliwa kwa dola 28. Yaani tukiconvert katika pesa ya Kitanzania, dola moja ni sawa na shilingi 2500, lakini waga inaenda inapanda inafika hadi 2900 hadi 3000. Lakini kwa wakati ule dola moja ilikuwa, yani kilo moja ya korosho ilikuwa ni dola 28. Tukiconvert katika pesa ya Tanzania tunapata 70,000. Sasa fikiria kwamba Ulaya walikuwa wananunua korosho kwa bei ya 70,000, lakini kusini tulikuwa tunauza kwa bei ya shilingi 700. Kwa hiyo hapo ukitathmini utaona jinsi gani. Sasa sijajua shida iko wapi. Shida ni viongozi au iko wapi? Lakini hapo issue nzima ni kwenye uongozi, kwa sababu ukisimamia vizuri haya masuala nadhani mambo yatakuwa shwari. Naam. Nini sasa ushauri wako ili kusudi kusini kuwe na maendeleo kama ilivyokuwa na utajiri wa rasilimali, basi iendane na maendeleo yaliyopo? Nini sasa ushauri wako? Ushauri wangu mimi, kwanza kabisa katika serikali yetu wangebadilisha mfumo wa utawala. Mfumo wa utawala ungebadilishwa. Na maana tunaangalia katika, kwa mfano labda tuzokaangalia katika halmashauri labda ya mji na Nyamba, unakuta afisa utamaduni ni Muhaya. Sasa kama afisa utamaduni ni Muhaya, atazijua tamaduni za watu wa kusini? Jibu ni uongo. Kwa ina maana hapo kwenye huo mfumo wa uongozi kuna mushkili kidogo. Kwa ina maana kama angekuwa labda ni mtu wa kusini, angezijali tamaduni za huko. Hata hivyo tunaangalia viongozi wengi wanakuwa wana ule ukanda. Yaani kwa mfano labda mtu anaweza kutoka Kigoma akaja kusini. Akiangalia kusini kuna mifumo ya kuingiza pesa, aweza akakubali kunufaisha kusini. Direct kabisa atataka apige aende kanufaisha kwao. Kwa hiyo hapo serikali wangeangalia namna gani vipi. Au njia nyingine labda, yaani hapo tunaangalia kwenye uongozi bora. Viongozi wao wazalendo na rasilimali za wananchi. Basi mimi nikushukuru sana.
Naam, asante. Naam, huyo ni Mr. Nalola, mbobezi wa masuala ya kiuchumi kabisa, tukizungumza hali ya kimaendeleo katika mikoa hii ya kusini. Licha tu ya utajiri wa rasilimali ambazo zipo huko kusini, lakini pia wananchi wake ni maskini na hali ya kimaendeleo ipo chini sana kusini. Tulikuwa tukijadili hapa. Shukrani sana kwa wewe ambaye unatutazama, na wewe unaweza kutoa maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo kutuambia nini shida wewe unaiona kwa huko kusini. Licha tu ya utajiri huo wa rasilimali, lakini pia maisha ni magumu sana huko kusini. Tuambie kwenye uwanja wa comment.